Kamuteine kule kwa mkutano karibu saa 7 usiku. Sikuweza kulala hizo time zingine. Mke wangu aliniuliza, "Kayogeida nathe na wa mwili?" Manake nilisumbuka kwa sababu huyu ni msichana wangu. Akiwa hospitali niliketi na yeye kuongea na yeye wakati tu alikuwa hajaishiwa nguvu for 1 hour. Mazishi ya heshima inawekwa na maneno. Mungu kuja usituache. Tembea nasi. Tembea na jamii. Moyo wa mtoto, moyo wa marafiki. Shiro IGP. You know, in this life, nimeondoka kwa ile. In this life, Mungu huwa anapea mtu wa karibu katika maisha. Unaweza ukawa mtu mwenye nguvu sana, lakini Mungu akupee mtu, na huyo mtu awe ni gift katika maisha yako. Nipatie kitabu cha Numbers. Nipatie kile kitabu ambacho kinasema Aaron aliambiwa, nimekupatia Levites as a gift. Kuna watu unapewa na Mungu kama kipawa chako. Hao watu wawili hawa Shilo, maana nimewaona hapa miaka kadhaa hapa. Shilo na Betty. Nimeenda na wao mikutano. Mungu alipeana hawa wawili kama kipawa moja na mwingine. Ya kwamba katika milima, katika mabonde, wakati wa huzuni, na ni vizuri mtu kuidentify ni nani amepeanwa kwako as a gift. As simple as that. Inasema nini? Numbers chapter 8 and verses 19. Inasema, and I have given the Levites as a gift to Aaron. Levites are watu watumishi. Mungu anaweza akapatiana mtu as a gift in your life. Miaka kadhaa iliyopita Githaya alipatianwa wakiwa na Muthoni. Hao ni watu marafiki zangu, mimi ni rafiki wa ibaji wengi. Wao wakati kanisa ilikuwa na ubiri Gomongo, na ubiri pale kuhubiria watu 4, Githaya alipeanwa as a gift to come and tell me you'll make it. Muthoni hivyo Jane Muthoni. Wakati nilihubiri kushini ya mti miaka 3, Bishop Gashala ambaye yuko hapa na mke wake walikuja kuhubiri chini ya mti. Wakaniambia you will make it, our brother. Mtu identify ni nani huyu amepeanwa kwako as a gift. Msiangalie tu watu wakipita, hapana. Kuna mtu mtasalimiana na yeye na usikie huyu amepeanwa kwangu kama kipawa cha kuenda na mimi. Na diposa ukisikiza huyu msichana wangu amelala akiongea juu ya Shiro IGP, utashangaa. Akisema wakati alikuwa hawezi hata akaongea, akasema jambo lolote ama akafanya ombi, huyu alimuombea every day. Every day. Now, who prays for you on a daily basis? Nani amepeanwa kwako kama kipawa? Look at this scripture. Muende nyumbani. Nimewasaidia tu mambo mawili. Hii tu inasema, and I have given the Levites as a gift to Aaron and to his sons from among the Israelites. Kutoka kwa watu wote wa Israeli. Hawa ma-Levites wote hawa nimepea Aaron kama gift. Atasimama, watakaa na yeye. Hata kama hawatamuombea Aaron, watakaa hapo wakati wa ushungu wake. Wakati wa mazito yake watakaa hapo. Musa alikuwa na anointing kuliko bishop yote Kenya na katika dunia. Alinua tu mifibo hivi, kunapatikana njia. Watu wakimkosea alikuwa anasimamisha ombi moja. Anasema, Mungu nimekuomba usipokee sadaka ya watu hao wote. And that is hiyo ndio bibaya sana dunia mzima. Hata kwa Bible mzima. Hata afadhali mtu akuombee uzikwe. Mungu akikosa kupokea sadaka yako. Na Musa ni hivi aliomba, alisema mbele ya Mungu, Mungu, Dathan na Kora wamenisumbua. Usishukue sadaka yao. Hakuchukua sadaka. Watu walimezwa na dunia kama nini. Lakini huyo mtu ambaye alifanya hiyo mambo yote, kuna mtu Agitite alikuwa anaitwa Hobabu. You can put that scripture for them. Aliangalia huyu mtu was not a Jew. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Ĩĩ no wende andũ arĩa makũrigicĩirie, arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete.
Nyitanagira nani Ngugi wa Karanja ngigutereba thiini wa tabara ya kwibanga guku gwa Kameme TV. Urathie gucokora thimo na thimo yoti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership. Koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoĩ ikara ũguo mũrĩ akĩgu. Oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate o mũndũ ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ. Tiga gũthaka na mũndũ mwarĩ ndũgũ nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagira ageni